hasira. Wakawafunga mikono na miguu, lakini hawakufunga kinywa. Kinywa yao ilimwabudu Bwana na ikamuomba Bwana kwenye gereza. Wewe sasa unasema umefungwa na nani? Na kinywa chako kinaweza fikia Yesu. Maombi yako inaweza sikika. Wakati uko na imani ni wakati umejengeka kwa neno. Unaona kwamba lilo neno kuna kitu itaumba isiyo ya kawaida. Shika Yesu, beba Yesu, kula Yesu, tembea na Yesu, miujiza ikuandame. Bwana asifiwe. Amen. Nataka tusikie neno la Mwenyezi Mungu katika kitabu cha Samueli wa kwanza 16 mstari wa 13. Basi Samueli akachukua ile pembe ya mafuta na kumtia mafuta mbele ya ndugu zake. Kuanzia siku ile na kuendelea, Roho wa Bwana akaja juu ya Daudi kwa nguvu. Kisha Samueli akaenda zake Rama. Bwana asifiwe sana. Ujumbe wangu ni kwamba kile kitu Mungu ameweka ndani yako ndiyo itafanya uende mbali. Bwana asifiwe sana. Ndiyo itafanya utoke penye huko uende kwa viwango vingine. Haleluya. Huyu ni Samueli, akaambiwa na Mungu, wachana na Sauli, nimemalizana na yeye. Enda kwa jumba ya Jese huyo Mbethlehemi, na ukifika mahali pale nimejichagulia mfalme. Bwana asifiwe. Na wakati alifika mahali pale akafikiria ni ndugu zake wenye wako hapo, ndugu za Daudi, kwa sababu Samueli hakuwa anajua, hakuwa ameambiwa. Wakati mwingine Mungu hasemangi kila kitu, anangojaga wakati wake ufike. Bwana asifiwe sana. Ninapenda Mungu kwa sababu kuna wakati haongei, lakini kuna wakati wake wa kujionyesha. Haleluya. Na akamwambia Samueli, enda kwa nyumba ya Jese, na hapo niko na kiongozi atakayetawala wa Israeli. Haleluya. Na wakati alipofika mahali pale akaambiwa ndugu zake sio hao, na ikakaa ni kama hakuna mwingine. Haleluya. Ni kama wote wameisha 7, lakini Samueli akauliza kuna mwingine? Babaki akasema kuna kengine, lakini kako malishoni. Haleluya. Kuna kengine lakini kanachunga kondoo. Hako kanachungaga kondoo. Akawaambia endeni muniletee hako kanachunga kondoo. Bwana asifiwe sana. Hako kanachunga kondoo, nafikiria ni hako tunataka. Akawaambia hamutakaa chini mpaka kafike. Bwana asifiwe sana. Kalionekana akawezi hesabika kwa nyumba ya Jese, lakini Mungu alitaka hesabu. Haleluya. Haujahesabika kwenu, lakini Mungu amekuweka kwa idara yake, amekuhesabu, amekuchora kwa viganja vya mikono yake. Haleluya. Napenda wale hawajahesabika kwa ukoo yao, kwa sababu kwa ukoo ya Mungu wewe umehesabika. Inaweza kuwa ukizaliwa mamako alikuwa anangojea kijana, lakini ukatoka ukiwa msichana na wakakukataa. Wewe ndio Mungu anakujia, wewe ndio Mungu anataka. Ndio nimekwambia ujumbe wangu wa leo ni kile Mungu ametia ndani yako, hicho ndicho kitakupeleka mbali. Sijui ni nini Mungu ametia ndani yako. Nataka tunapoendelea na hili neno ujiulize moyoni mwako, ni nini Mungu amenipatia, ni nini ameweka ndani yangu. Itanifanya nijulikane, itanifanya nipendeke hata bila kujipendekeza. Amen. Haimati wewe kujipendekeza kwa wao, ni kitu ingie ndani yako wakupende tu. Haleluya. Ni kitu ingie ndani yako. Wakati Yesu alikuwa anabatizwa na Yohane katika Yordani, Roho wa Mungu akamshukia akiwa kama jiwa, akakaa juu yake, na kuanzia mahali hapo Roho wa Bwana akajaa Yesu. Na wakati alijaa Yesu akaelekeshwa jangwani, akawa siku 40 akiwa huko. Na wakati alikuwa katika mahali pa kufunga, hapo alipokuwa shetani akamjia. Haleluya. Akaanza kumwekea test, anamwambia siuruke juu, kutoka hapa ushuke chini, malaika watakushikilia. Yesu akashita
majaribio kwa sababu ya kenye kiliwekwa ndani yake. Nataka Mungu aweke kitu ndani ya mtu kenye kitampeleka mbali, si kwa kujipendekeza, si kwa sababu ya pesa uko nazo utapendwa, ni kenye umebeba ndani yako. Haleluya. Daudi hakuwa na kitu. Daudi alikuwa kijana mdogo wa Jese, alikuwa analisha kondoo, na Mungu akamwangalia, akajua huyu ndio ninataka niweke kitu ndani yake, akanyange hii Israeli. Na kuambia wakati mwingine sio kwa nguvu na nyama, ni kwa Roho wa Mwenyezi Mungu, Roho aliyeshukia Yesu kama jiwa Yordani, akamsaidia kwa majaribio. Kitu ingie ndani yako leo kibadilishe maisha yako. Kitu ingie ndani yako leo kikuonyeshe njia ya uzima. Amen. Hallelujah. Amen. Kwa sababu zile vitu zimeko ndani yetu hazituonyeshi bali zinatuonyesha kushindwa. Zile ziliko ndani yetu zimewekwa zinatuonyesha kulemewa. Naomba aje leo Mungu atie kitu ndani yetu, tupendeke bila kujisukuma, tupendeke tu kwa sababu kuna kitu inatufuata nyuma. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Daudi akatiwa kitu ndani yake na Roho wa Bwana akaingia ndani ya Daudi. Nasema Roho wa Bwana aingie kwa Wakristo, aingie kwa watumishi wa Mungu, wawaonyeshe njia. Amen. Hallelujah. Amen. Not by might, not by power, but by the Holy Spirit of the Lord. Hallelujah. Si kwa venye watu wanakuona, si kwa venye watu wanakudadisi, ni kitu ingie ndani yako. Ikaingia ndani ya Daudi. Biblia inasema vizuri sana, hata kumwagiliwa mafuta na jina Samueli, Roho wa Bwana, Roho wa Jehova ukaingia ndani ya Daudi. Huyu ni kijana alikuwa anaona simba anatoroka, anaona dubu anatoroka, anajificha asimalizwe, lakini wakati kitu iliwekwa ndani yake, anamwambia simba njoo, anapanua kinywa cha simba, anararua simba, anamwambia dubu, mimi niko na kitu ndani yangu. Nilikuwa empty wakati ule, nilikuwa bure wakati ule, lakini sasa nimewekwa kitu ndani ya maisha yangu. Njoo dubu, tumenyana na wewe. Haleluya. Kuna kitu iwekwe ndani ya mtu, kiwekwe ndani ya mtu. Kama wazazi wataweka elimu na elimu ingie pamoja na Roho wake, Jehova akuongoze. In the name of Jesus. Hallelujah. Kitu ingie ndani ya mtu. Bwana asifiwe sana. Kitu ikaingia ndani ya Daudi. Kijana alikuwa analisha kondoo. Nasema ni nini iko ndani yako? Ni kitu gani kimeingia ndani yako? Hiyo kitu iko ndani yako ndio itafanya ujulikane kwa mataifa, ndio itafanya upende Jehova, ndio itafanya umfuate Yesu. Hiyo kitu iko ndani yako. Hey. Bwana asifiwe sana. Aliye na hiyo kitu ndani yake, hata mawimbi akija anasemaga, mjuzi nilikuwa bure, lakini Roho wa Bwana ako ndani yangu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akasema, Roho wa Bwana ako juu yangu, niwatangazie habari njema. Habari njema. Haleluya. Wakati Roho alimshukia kwa Yordani, kwa mto Yordani, akatoka Yordani na nguvu mpya. Nataka wewe kile ilicho ndani yako kibaya, Jehova akuondolee, aweke mbegu njema ndani yako. Roho itatoa mambo mazuri yenye itafanya ufike mbali. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Si kwa sababu nimekwambia kupendwa na watu, watu watakupenda kwa kenye umebeba ndani. Haleluya. Kenye iko ndani yako kimewekwa. Neno inasema, na ninarudia tena, ya kwamba Samueli akamwagilia Daudi mafuta na Roho wa Bwana akaingia ndani yake. Ndani yake. Ndani, si nje. Ndani. Ndani kabisa. Haleluya.
Haleluya. Na wakati aliingia ndani hakukosa kwenda kuchunga kondoo. Ndio anaenda analisha kondoo. Dubu anakuja anararua. Simba anakuja anararua. Anawaambia sio mimi wa juzi. I'm a new creature. Amen. Mimi ni kiumbe kingine. Bwana asifiwe sana. Anja kujitangazia ya kale yamepita. Hii ni mwaka ingine. Nataka nitembee na Mungu. Aingie ndani yako. Nifanye makubwa yenye hasijawahi fanya. Nifanye yenye nilijaribu miaka mingi imepita. Kama singeweza kununua sahani, huu ni mwaka wangu nitanunua. Kama sikuweza kuvaa, huu ni mwaka wangu nitavaa. Kwa sababu kuna mtu ako ndani yako. Kuna kitu kimerekebisha mambo ndani ya maisha yako. Haleluya. Lakini ukiwa empty, ukiwa bila kitu, dubu watakurarua, simba watakurarua, ndugu zako watakurarua, wazazi wako watakurarua. Na ukiona ya kwamba mnapisha na wazazi, ni kwamba unakaa kama uko empty. Lakini Mungu akiweka kitu ndani yako, watakuwa wanakuogopa, wanakuwa wanasimama mbali, kwa sababu aliye ndani yako hawezi simamishwa na mtu. Haleluya. Kitu ingie ndani yetu. Kitu isiyo ya kawaida. Kitu itafanya tujulikane. Haleluya. Tuvute ile iliingia, tuliingizwa mengi na shetani. Tukapatia shetani nafasi, akatuingiza kulisha kondoo, akatuingiza kukataliwa, akaingiza tuchukiwe. Lakini nasema Samueli yako mahali na ametumwa kwa jeshi amwagilie mtu mafuta. Roho wa Bwana aingie ndani yake. Aingie ndani ya mtu leo. Aingie ndani ya mtu leo. Hiyo mambo unaambiwa kuja kesho kazi wanakuashisha, ni kwa sababu hauna kitu ndani yako. Nataka kitu ingie ndani yako. Kitu cha dhamana, kitu ambacho hakibebwi na weki, ambacho ni Roho wa Bwana. Roho wa Bwana aingie ndani yetu. Tufanye yenye hatungefanya. Haleluya. Angalia maisha yako. Kenya iko ndani yako, roho hawezi ingia. Kwanza neno inasema akatiliwa mafuta. Number 1 akawekewa na ni ya pembe. Hii sio ya chupa, ni ya pembe. Angalia kijana wa Kishi, Sauli, akafanywa punda zikapotea, ndio achaguliwa awe mfalme wa Israeli. Ndio kitu itiwe ndani yake. Hawezi tawala wa Israeli kama hana kitu ndani yake. Hautaenda bali bila kitu ndani yako, ambaye ni Roho wa Bwana. Lazima kwanza uandaliwe, upatiwe roho ndani yako. Jamaa ambaye alikuwa tu mtu wa kawaida akaanza kutabiri. Ndio ninakuambia kitu ingie ndani yako. Wakati Elijah alienda akaona Elisha, akarusha vazi kwa Elisha, kitu ikaingia Elisha. Nasema Roho wa Bwana aingie ndani yetu, tufanye extraordinary things. Elijah akaona Elisha, akamrushia vazi. Haleluya. Angalia vizuri kabisa, amerushiwa koti. Huyo ni kusema hata kurushiwa koti, kuna kitu iliingia ndani ya Elisha, ikamwonyesha hiyo koti si ya kawaida, hiyo vazi sio ya kawaida. Akamwambia Elijah, wacha niende nikachome hii ng'ombe, nikachome hii nira, mbona ni mtu wazazi wangu, ndio nikuje tuete. Akaenda akachoma nira, akachoma ng'ombe. Ni kwa sababu gani? Kuna kitu imeingia ndani yake, iko juu ya ng'ombe, iko juu ya nira. Haleluya. Kitu ndio arushiwe koti kwanza, astuliwe. Zile ziko ndani ya Elisha kwanza zisistuke. Zisistuke kwanza. Bwana asifiwe sana. Daudi anaambiwa
Anatabiri. Kitu ikiingia ndani yako, wale walisema uko nyuma watatangaza uko mbele. Watasema sio wewe, waambie ni Roho wa Bwana ameingia ndani yangu. Nilikuwa mbaya, lakini sasa hivi nimeshikia mimi si wa kawaida. Kuna kitu imeingia ndani yangu. Yes. Amen. Hey. Hallelujah. Kitu ikiingia ndani yako inabadilishanga mambo. Amen. Hai. Inageuzanga mambo. Bwana asifiwe. Ulitwamelaaniwa, ikiingia ndani yako anaweza kusema umebarikiwa. Bwana asifiwe sana. Na mwenye amebarikiwa hawezi laanika. Mfalme akasema njoo ulaani hao wa Israeli, wanakuja na fujo sana. Naye mnabii akamwambia aliyebarikiwa hawezi akalaanika. Ndio ninakuambia leo, kitu ikiingia ndani yako, ilikuwa ndani ya Waisraeli, hakuna mtu angemenyana na Waisraeli. Oh yes. Hey. Amen. Hallelujah. Amen. Hakuna mtu angeguza Waisraeli. Ni Mungu peke yake. Yes. Angedili na hao watu. So mfalme anasema njoo ulaani hao watu. Kasema waliobarikiwa hawezi wakalaanika. Sio kwa si hawezi laanika, ni mwenye ako ndani yao ya hawezi laanika. Ukiwa na ndani ya Yesu, kitu ingie ndani yako, hata wakwende kwa mganga hawawezani na wewe. Hata warushe mishale ya usiku haiwezani na wewe, kwa sababu kuna kitu ndani yako ambaye haiwezi guzwa. Haiwezi. Amen. Bwana asifiwe sana. Hiyo kitu ingie ndani ya mtu leo, ibadilishe maisha ya mtu. Amen. Yes. Ile kitu iko ndani yako ndio itakupeleka mahali. Daudi alikuwa just an empty boy. Yaani hana kitu ndani yake. Wako na Jesse. Hallelujah. Na Jesse si ndio baba ya huyu kijana. Sasa ataenda wapi? Ndugu zake hawamspei. Hallelujah. Amen. Na ujue hata kama wamspei, Mungu anamuona. Napenda Mungu maana macho ya Mungu huanga inaona. Hallelujah. Na hata kama wazazi wote wa Daudi wangekuwa, bado hawakusaidia Daudi. Kenya itakusaidia ni kitu ingie ndani yako. Si maneno matupu. Sio maneno tu. Ni neno la Mungu liingie ndani yako. Yaani Roho wa Bwana kwanza aingie, atoe kila kitu chafu, awe safi ndani yetu. Amen. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Yusufu alikuwa mtoto wa Yakobo. Yes. Bwana asifiwe sana. Mamake alikufa. Akawachwa na baba. Na huyu kijana Yusufu, Mungu akamwangalia, akaona nisipotia kitu ndani ya huyu kijana, Bwana asifiwe sana, maisha yake inaweza isha. Akaangalia. Unajua tunasoma mahali aliota ndoto. Ndio wote ndoto ya kuendelea. Kuna kitu ilifinya Yusufu. Kuna kitu ilikalia Yusufu yenye kuna mtu angemsaidia. Na Jehova akatia ndoto ndani ya Yusufu. Bwana asifiwe sana. Hata wanajaribu kumweka ndani ya shimo, bado wanamtoa. Si yeye. Kuna kitu imetiwa ndani ya Yusufu yenye iwezi malizwa na mtu. Wacha atie kitu ndani yetu, maisha yetu ichukue mkondo mpya. Hallelujah. Maana akitia hakuna dubu. Yaani hakuna shida itasimama. Hata shida inakwambia wewe ni wajadi na jadi wa hii familia. Hiyo ni yao. Wakati Mungu anakuja anatia kitu ndani yako, kwanza anafanya nini? Anarusha koti. Anamwaga mafuta. Then Roho anashuka. Wakati wa Yesu, Roho akaingia ndani ya Yesu. Wakati shetani anakuja, anamwambia shetani usinijaribu, neno linasema. Ndio nakwambia ndani yako kikiingia kitu, hakuna kitu utaogopa. Unaogopa kwa sababu hakuna kitu. Walio na Roho wa Mungu wananena na milima. Wanasema mabonde cha ninapita.
Haleluya. Amen. Wakati Daudi alipata mafuta, Ndio. kitu ikaingia ndani yake. Yes. Anapelekea vijana wao chakula. Ndio. Vijana wao hawana kitu. Angalia. Wako tulisha. Hawana kitu. Wanaenda wanaangalia Goliathi. Wanarudi nyuma. Wanamuogopa. Yaani kurudi nyuma ni kusema nini? Wanamuogopa. Wanatetemeka. Wanaona hii chitu nani atawezana naye? Daudi akaliangalia chitu. Ndio. Akaangalia Goliathi. Ndio. Akafika flashback. Akasema ndani yake nilimenyana na dubu, nikamenyana na simba. Huyu ni mwanadamu kama mimi. Hata kama ni mrefu, haijalishi. Aliye ndani yangu ni mrefu zaidi. Ako na nguvu zaidi. Ni mshujaa zaidi. Ni komanda wa vita. Amen. Amen. Hakuogopa Goliathi. Hakuogopa. Ai. Ndio. Wanakwambia utaona kesho. Wapi aliye ndani yangu, mwenye amewekwa ndani yangu ataona kesho. Aliye ndani yangu hakufaki. Aliye ndani yangu haina maki. Aliye ndani yangu ni mkubwa. Wacha tukwambie ufalme hizi. Mimi na kina Shadrach hatutaabudu sanamu yako. Kwa nini aliwaambia aliye ndani ya kina Shadrach ni mkubwa? Ni mkubwa. Yaani ile kitu imeko kwa kina Shadrach ndani yao. Haiwezi ogopa moto. Ndio. Haiwezi. Biblia inasema tutapita kwenye moto na hatutachomeka. Kweli. Haleluya. Amen. Akina Shadrach wasema ni moto tu. Ni moto tu. Na aliye ndani yetu ni mkubwa. Haututishi mfalme. Shadrach wakamwambia wacha iandikwe. Ndio. Unafikiria hawajui Kenya wanasema? Hawa watu walikuwa wanajua. Walikuwa wanajua sisi hatuwezi chomeka. Ndio. Kwa sababu mwenye tunamwabudu hawezi tikizika. Oh yes. Haleluya. Amen. Kitu ikia ndani ya mtu. Kwanza ile iko ndani ing'olewe. Juu huyo pia roho akaipa chafu. Kingolewe roho aingie. Uone ufunguliwe macho. Haleluya. Mwenye akuwa na kitu ndani yake ni Gehazi. Gehazi anaona jeshi linakuja. Naye mwenye ako na kitu ndani yake anamwambia Gehazi, wewe funguliwa macho uone jeshi ambalo liko upande wetu. Yaani aliye ndani ya Elisha si mwenye ako ndani ya Gehazi. Gehazi yeye hana kitu, anaona kushindwa, anaona kulemewa. Lakini Elisha mtumishi wa Mungu anasema wewe funguliwa macho uone ile jeshi iko na sisi. Elisha anaongea kwa sababu gani? Akona kitu. Akona kitu ndani yake. Haleluya. Hauwezi ongea kama una kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unasemanga nitaweza kwa sababu ali ndani yangu amewezesha wengi. Nitatoboa maisha haya kwa sababu wengi wameitoboa. Kwa sababu gani? Kuna kitu ndani yako. Amen. Amen. Kitu ingie ndani ya mtu. Amen. Haleluya. Amen. Kama unajua moyo wako imebeba vitu hazikusaidii. Vitu zinaona kushindwa. Vitu zinaona jeshi. Haleluya. Mambo ibadilishwe sasa, roho aingie. Uone jeshi liko upande wetu. Amen. Ni kubwa. Hey. Haleluya. Amen. Na zile vitu zinawekwa ndani ya watumishi wa Mungu kama kina Elisha. Si zao peke yao ya kuwainua. Inainua mpaka wengine. Oh yes. Haleluya. Elisha amepatiwa mafuta. Haleluya. Anakutana na mwanamke wa nabii ambaye watoto wake wanataka kuwekwa matekani ndio walipe deni. Elisha anamwambia mama, tafuta vibuyu, tafuta mitungi. Uko na nini? Tumafuta. Jaza mafuta. Yaani kitu ikiwa ndani ya mtu mzuri inafanyaga hata jirani anainuka. Hii ni kitu inasambazako. Haleluya. Wakati Yesu amejazwa na Roho ameingia ndani yake kumaliza majaribio, anaenda Galilaya, mto wa Galilaya, anamwambia Pita, nifuate nikufanye uvuvi wa watu. Haitaitwa
Hallelujah. Amen. Si ameenda Galilaya Yesu. Ameshinda majaribio. Ndio. Kwa sababu aliye ndani yake si ni mkubwa. Kuna kitu inatawala Yesu. Ndio. Anamwambia Simoni, unaona hii kitu hawezi kaa nayo. Ameangalia Simoni kama huyu anaweza beba hii. Huyu anaweza chukua hii. Akamwambia aje, na hakuna milango ya giza haitaweza kanisa lililoko ndani ya Peter. Yes. Wanashika Peter wanaweka gerezani. Kitu imeshawekwa na Yesu. Yes. Hallelujah. Amen. Hao watu wameptiwa kitu ndani ya Yesu. Ndio. Na bado Yesu hajamalizana na wao. Bwana asifiwe sana. Bado anawataka zaidi. Anawaambia tukutane Galilaya, ndio injili inaanza. Roho wa Mungu pia akawashukia huko, wakanena kwa lugha ngeni na wakaanza injili. Amen. Amen. Sasa hapa ni Peter ameshapatiwa. Yesu ameenda kusabazia wengi. Ndio. Umati we mkubwa waeneze injili. Hapo ndio akina Maria walitoka wakaanza kushikilia huduma, wakaanza kuona sio watu wa kawaida. There is something new in their heart, in their soul. Mawazo yao yakabadilishwa, wakafuata Yesu. Amen. Hallelujah. Amen. Kitu ingia ndani yetu ambaye ni kitu tunanena na mito. Elisha wakati Elijah alimwacha na akaachiwa vazi, anarudi Jordani, walivuka juu ya Elijah. Juu roho ako ndani ya Elijah. Kitu iko ndani ya Elijah. Na yeye amejua ameachiwa double. Si unaona inasabazwa. Elijah amemiminia nani? Elisha. Ndio nakwambia hii kitu ikiingia ndani ya mtu, wewe uko karibu na huyo mtu, lazima utakikulia. Amen. Kutembea na Elisha miaka mingi na Elijah ilifanya jamaa apate double portion. Anaenda Jordani, anaambia mtu Jordani, anaiangalia, anaangalia vazi, anachapa maji, anavuka. Kwa nini? Kitu iko ndani yake. Sasa sio moja, double portion. Amen. Hallelujah. Amen. Kitu ingie ndani ya mtu. Amen. Wakati Musa aliambiwa enda utoe Waisraeli kwa mikono ya Farao, kwanza alifanya nini? Aliona kichaka inachomeka, kamsitu kanachomeka. Ndio Musa mawazo yake ibadilishwe. Manake alikuwa anaona kondoo za Jethro, sasa aone kichaka kinachomeka. So mawazo yake ikabadilishwa kwa sababu ameona moto. Wewe unafikia ni moto, ni Jehova ameingia kubadilisha mawazo ya Musa. Haleluya. Na ndiye anamwambia Musa, ingiza mkono ndani, toa, weka fimbo chini, siinua tena. Anamuonyesha ya kwamba ile mawazo ya Jethro, ya kondoo za Jethro, nataka kuimaliza kwako, ndio uone njia ya kwenda Misri. Amen. Hallelujah. Amen. Na akamwambia chukua fimbo. Ilikuwa nyoka ikawa fimbo. Na akaibeba vizuri. Hiyo ndio roho Musa alipatiwa ya kumpeleka na kumwonyesha njia zote. Bwana asifiwe. Kukiongezwa na nguvu za Mungu zenye zilikuwa ndani yake. Fimbo ilikuwa baadhi. Haleluya. Hii ni fimbo anaweka kwa Farao chini, inakuwa choka, ina meza za Farao. Haleluya. Kwa sababu gani? Ametolewa kwa Jethro, ametolewa kwa kondoo za Jethro, ameonyeshwa njia kwenda Misri, ndio aende aokoe wana wa Israeli. Niseme nini leo? Kitu kiingizwe ndani yako, na si kitu ya kuharibu, ni kitu itaweza kumea na kusambazwa, na hiyo utasambaza imee vizuri, iende ikizaa, tutoe matunda, inaweza liwa. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atukumbuke. Aingie ndani yetu. Aingize kitu tu.
aliingiza kwa wengi. Yes. Hata kwako ukimwambia Bwana, ingia moyoni mwangu, Yes. ataingia. Oh, yes. Lakini ile ingine lazima ifutiliwe. Ifutiliwe. Lazima ing'olewe. Na mizizi ndiyo apate nafasi. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na akipata nafasi, mambo yanakuwa mapya. Mambo yanakuwa mengine. Ulikuwa mtu unadharauliwa, unaweza ingia katikati ya watu na unaingia in comfortable way. Yes. Si unaenda ukitetemeka, ukiwa na ujasiri kwa sababu uko na kitu ndani yako. Unawaambia ongeeni sasa. Haleluya. Amen. Kwani Daudi ameweka Goliathi naye nini chini? Ni kenye iko ndani ya Daudi. Ambia wewe, wanaambiana wewe. Sasa Goliath anafikiria mwenye anatisha ni mtoto mdogo. Si mtoto. Hata wakati mwingine ukisikia mtoto wako anakuambia mami niliota, sikiza. Sio mtoto. Kama amekubali kitu ingie ndani yake, mtasikia maajabu. Ndio. Haleluya. Mtaona maajabu. Yes. Wewe unamwambia hizo ndoto zako unaota hapa ulikula sana. Sikiza. Wewe ni wewe unakula sana. Wewe huna time, roho yako imejaa mabaya. Kuna mtu amepata nafasi ya kuigizwa kitu ambaye ni Daudi kijana wa Jesse. Ambia Goliathi wewe, nitakata kichwa chako na nikipea ndege wa angani wale. Ndio. Na ikafanyika hivyo. Kwani wafikia ilikuwa rahisi? Ni penye iko ndani ya Daudi. Ndio inaongea. Yes. Kukiwa na kitu ndani yako, unanena kama kubwa juu yako. Hata ukiona kusema mimi sishidwi. Kila kitu ndani yangu imewekwa. Sijakamilisha my mission. Haleluya. Na hiyo kitu ingie mtu. Amen. Kuanzia leo. Amen. Abia Mungu niweke hiyo kitu ndani yangu. Nione mazuri mbele yangu. Nione ushindi mbele yangu. Nione kuweka Goliathi chini mbele yangu. Nisione kuweka na Goliathi chini. Niweke Goliathi chini. Haleluya. Na hiyo kitu kikie ndani yako. Hakuna mtu anakutishaga. In fact wanaogeaga nyuma yako. Hawezi kukuface. Yes. Haleluya. Amen. Unavesaje mtu na mtu ako na kitu kikubwa? Atakwambia nini? Hakuna. Kitu ingie ndani ya mtu leo. Yes. Na kwa sababu Mungu atoe zile takataka zimewekwa na shetani ndani yetu. Roho ingie ndani yetu. Yes. Tufanye makubwa. Amen. Tunene makubwa. Tufike mbali. Kwa sababu aliye ndani yetu ni mkubwa. Na nimekuambia hiyo kitu kiwa ndani yako nayo itasaidia wengi. Amen. Na ukinotice hiyo kitu iko ndani ya mtu, fuata huyo mtu. Ndio. Elisha alijua kuna kitu ndani ya Elijah. Ndio. Alisema acha niende nikabusu wazazi. Akamfuata. Na wakati alimfuata, what happened? Double portion. Peter wakati walifuata Yesu, wakabadilishiwa maisha. Yes. Akaitwa Kefa. Alikuwa mvuvi wa samaki, kama mvuvi wa watu. Upeo ikabadilika. Kitu. Haleluya. Amen. Na hii kitu akina Peter, si ndio wanafanya makubwa? Ndio. Anaingia hekaluni kwa mlango mzuri. Yes. Anamwambia kiwete, amuka tembea. Hatuna fedha na dhahabu. Kwa jina la Yesu, amuka simama, tembea. Halafu hii kitu ya Peter imeingia ndani ya Peter. Hii kitu imeingiza ndani yao, inawasaidia wengi. Yes. Haleluya. Iliyokuwa ndani ya Yesu ilifufua Lazaro, ikafufua mtoto wa Jairo. Ndio ninakwambia hiyo kitu wacha iwe na wewe. Itasaidia wengi. Amen. Kuanzia kwenu na kuendelea. Yes. Bwana asifiwe. Amen. Kwanza aliyefutilia ile ilikuwa chafu, toa. Yes. Iweke nyuma, sema nataka kitu ingie ndani yangu. Amen. Na ikiingia utaweza tu. Yes. Hakuna Goliathi, hakuna milima itakwambia huwezi. Kwa sababu tayari Kenya iko ndani yako ni kubwa. Ndio. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Naomba mtu apate hiyo kitu. Yes. Si vitu. Yes. Roho wa Bwana. Roho wa Bwana akaingia ndani ya Daudi. Unasikia sio nje? Ndani. Ndio mimi ukwambia wacha neno la Mungu likuingie ndani. Amen. Likiingia ndani linatoa chebe zote. Zinakufinyanga. Yes. Ndio utoke ukiwa sawa. Wacha ni neno litutengeneze. Amen. Na ndio ninaongea habari yake leo, ninasema nini? Kitu ingie ndani yetu. Maisha yetu iwe sawa. Amen. Haiwezi kuwa sawa kama tuko na takataka. Ni kweli.
ulikunywa maziwa, karatasi ya maziwa iko ndani. Karatasi ya mkate iko ndani. Karatasi ya lollipop iko ndani. Ya BGG iko ndani. Makaratasi zimejaa za kila aina tu, unakula ukiziingiza. Bwana asifiwe. Sasa kula ukizitupa. Kula ukizitupa ndio tupo yako iweze kuwa sawa, ndani yako kuwe sawa, na makubwa yatatendeka. God bless you. God bless you. God bless you. Karibu mchungaji. God bless you. God bless you so much. Na Mungu awatende mema. Sasa nataka tutoe sadaka. Tutoe sadaka zetu, tushike kazi ya Mungu iweze kuendelea. Wewe uliye nyumbani, tumia nambari hii 0798-204-814 and God will bless you. Kutoa matoleo yako. Nataka niombe matoleo. Baba, katika jina la Yesu Kristo, nakabidhi matoleo zote mikononi mwako. Zaka na sadaka zinapotolewa kwa ajili ya kazi yako, inua watoto wako, wabariki na watendee mambo makubwa, na wanayoyatarajia watendee, kwa sababu ni Mungu mwenye uwezo. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amen. Natumai umebarikiwa. Mungu awatende mema na wajalie neema ya kumuona wakati mnapotoa kwa ajili ya kazi yake. Sisi ni Jesus Winner Ministry Kisumu branch, Kondele Car Wash. Basi ukifika town, mji wa Kisumu town, chukua gari namba 7 ikulete mpaka mahali inaitwa Car Wash. Ukifika Car Wash, mbele yako hatua kama mita 500 utaona kibao chetu cha Jesus Winner Ministry Kisumu branch. Sunday tuko na ibada moja maalum kuanzia mwendo wa saa 1 mpaka adhuhuri. Tunapatikana siku ya Tuesday and Wednesday asubuhi saa 1 mpaka mwendo wa saa 2 na nusu, saa 3. Tutembelee na tutakuwa wa baraka kwako na utakuwa wa baraka kwetu katika jina la Yesu Kristo. Tuko katika pia mitandao za kijamii. Tuko YouTube kama Jesus Winner Ministry Kisumu. Tuko Facebook kama PST Ken Jesus Winner Ministry Kisumu. Tuko TikTok kama Jesus Our King 011. Mchungaji Lois, yeye ni msanii wa nyimbo za Injili, kando na kuwa mchungaji na mshauri wa wanandoa na hata vijana. Ako na program ina run every Friday usiku saa 4 usiku mpaka saa 5. Anaongea juu ya ndoa, anaongea, anasaidia vijana, anasaidia watoto. So ukitaka kumfuata yeye, yuko YouTube, yuko Facebook na pia yuko TikTok kama Lois Ken. Fuate na utabarikiwa. God bless you so much na Mungu awatende mema.